Bwana, hatimaye ni siku nyingine tena. Leo tuko mtaani bwana, tumekuja kujadili kuhusu muziki yetu ya Afrika, kuhusu utamaduni wa muziki yetu ama utamaduni wetu unaendaje. Ni mimi mtangazaji wako Jesse kutokea Connection TV au The House of Detail and Fact News. Twende pamoja, twende tukapate majibu, mimi na wewe mshabiki wangu. Twende pamoja. Bwana, mambo vipi? Fresh kama kaa. Swali, unaendeleaje? Sana tu nyama. Fresh, naona upo katika harakati za kazi. Nipo katika harakati zangu za kupambana katika 1 2 3, sinajua tena. Kweli. Naona mkali umetokea kwanza katika kitaa chetu. Vipi kwanza mama? Fresh tu. Vipi leo kuna jambo gani umekuja nalo tena? Bwana, leo nimekuja na jambo jipya. Nipo katika kujadili hasa kwenye, na hisi nitapata majibu pia kutoka kwako kwa sababu wote ni washabiki. Live. Yeah. Bwana, leo tunajadili swala moja kuhusu utamaduni wetu, yani kwenye hasa swala za sanaa, yani kwenye masuala ya muziki. Naona muziki wa zamani na muziki wa sasa hivi vitu viwili tofauti. Kabisa. Naona vitu vingi vimebadilika. Wewe unaonaje? Kama unavyoona wewe tu ndio hivyo yani, labda tu utake ni kuexplainie labda tu. Ungependa? Sasa ndio kitu ambacho nahitaji. Sasa kitu gani ambacho unaona kati ya muziki yetu wa zamani ambao walikuwa wanaimba au mababa zetu na muziki wetu wa sasa hivi? Kitu gani ambacho kimebadilika kwenye hasa swala ya maadili pamoja na utamaduni? Kuna vitu vimebadilika. Vitu vipo kibao sana vilivyobadilika. Unajua muziki wa zamani ilikuwa watu hamna ile kwamba mpaka download YouTube sio ufanyaje. Muziki wa zamani ilikuwa ni vile unaweka zile si kanda sio ni kanda unazipata. Ndio. Ilikuwa kama ukitoa kanda zako 1000 zile ndio uwezo wako, kama unaweza kuzimanage zile kanda 1000 uzisambaze. Sasa ukuta kanda 1000 zile ukizisambaza zenyewe ukuta kuna zitazoenda, kuna ambazo zitabaki, utafanyaje? Kwa unajikuta katika maisha ya muziki yale ilikuwa ni maisha ya muziki wa kutafuta hela ya kula tu na kuendeleza gurudumu la maisha. Ila muziki wa sasa tukija sasa, dada yake nikikuelekeza muziki wa sasa wewe mwenyewe unauona kwanza. Ndio. Wasanii wenyewe wanajitahidi sana kupromote kazi zao, kuzipamba kazi zao zionekane mitandaoni kwa sababu wanaamini kwamba kazi wanazozifanya zitaonekana katika jamii na jamii tuzipende, si ndio? Kwa of course sasa jamii sio tukiona kazi kama umeifanya vizuri tunaipokea vizuri hivyo. Kwa hiyo zamani ilikuwa kazi yako wenyewe mpaka CD zao kanda zako zifike hadi huko mkoani wapi? Sio kweli. Sawa. Na upande wa maadili, kwa sababu wazee wetu wa zamani kipindi wanafanya huo muziki tulikuwa tunaona kwamba kuna maadili kidogo yapo, ila kwa sasa wamebadilika. Yaani kuna wanaiga tunasema utamaduni wa wenzetu wa nje huko. Kama kwa mfano hiyo imekajika. Yaani kwa mfano muziki ya zamani watu walikuwa kidogo wanajiheshimu kidogo kwa sababu ni walikuwa hasa watu wazima ambao wanajitambua. Lakini muziki wa sasa hivi asilimia kubwa ni wanacheza uchi. Kwa hiyo ni wanaporomoa maadili hasa kwa watoto wadogo, maana muziki wa sasa hivi wanaangalia hadi watoto, hakuna kitu cha kujificha. Kabisa. Wewe unaonaje kwenye upande huo? Kwenye upande huo unajua watu wanachoamini ni kwamba mtoto wako wewe utamlea mwenyewe, yani utamfunza unavyomfunza wewe. Kama utamuonesha simu, utamshikisha simu, lazima atazoea vile vinavyoonekana. Ila life la sasa hivi ilipofikia sasa hivi huwezi kumpangia mtu afanye hivi. Kila mtu kashajielewa kwamba anaelekea wapi, anafanya nini. Kwa hiyo of course huwezi kumwambia mtu eti hiyo mimi hata siwezi kuintroduce kwamba inaweza kuwa kwamba ni mmoja ya kwamba eti kwamba watoto wetu watajifunza nini. Watoto wetu ina maana mtoto wako wewe unatakiwa umfundishe kutokana na maadili yako wewe. Ndio. Kwa hiyo mimi siwezi amini hilo, labda wewe sasa ndio unielekeze mimi niweze kukuamini wewe. Sasa labda wewe kuna jinsi umekuja na challenge zako. Sawa. Na swali lingine nitakuelekeza pia. Swali lingine nilokuwa nataka nikuulize ni kuna baba mmoja anaitwa Alkelburan Matuta. Huyu baba ametoa nyimbo ya kuhamasisha Watanzania warudi kwenye utamaduni wao. Yaani hasa wasanii ukichukulia na Watanzania asilimia kubwa tumechukua utamaduni wa wenzetu. Kwamba tunaangalia watu wa nje wanaishije na sisi tunaishi hivyo, lakini tumesahau utamaduni wetu kama Watanzania. Na ndio maana asilimia kubwa wanakuwa wanatuchota sana akili zetu kwamba tunasahau utamaduni wetu. Huyu baba hiyo nyimbo ameimba kwa ajili ya kuwarudisha Watanzania. Na nyimbo moja inaitwa The African One, kwamba Watanzania wote wamoja. Sio, unaelewa? Kuna vitu wameviongea sana mule kwenye ile nyimbo. Wewe nyimbo kama hiyo kwamba ya kuhamasisha Watanzania, wewe upande wako kama shabiki unaiongelea vipi? Kama nyimbo kweli ipo na ni nzuri tutaisikiliza na tutaipokea, lakini kwa mpaka sasa wengine bado hatujaisikia, lakini tukisikia tutaipokea na comment zetu zitaonekana hapo kwenye nyimbo yenyewe. Ila kama ipo na kuahidi kuanzia baadaye
tutakuwa live, mbona utatuona kwenye comment. Okay. Sasa hivi tufanye sasa ndio ushaisikia. Yani nimekupa intro kidogo kwamba the African Union wa Tanzania wote au Afrika moja, tuwe kimoja, tusisahau tamaduni zetu, tusisahau vitu vyetu vinavyotuhusu, na ndio maana asilimia kubwa watu wa nje wanakuja kutuchotea kwa sababu sisi wenyewe tumeshindwa kusimama katika mipaka yetu. Nimekuchukulia kidogo. Wewe sasa kama wewe unaonaje hii? Mimi ninavyoelewa kwanza sasa hivi ndio inabamba tu kwanza ni tukiishi hivi. Yani sio nataka kila kitu tujifiche fiche mpaka lini. Ndio kila kitu kiwe wazi tu kama hivi watu tu. Wewe mwanao mfundishe mwenyewe tu yani. Amini yani ukishindwa kumfundisha tutamfundisha si walimwengu. Okay. Ipo hivyo. Sawa, basi shukrani. Na unawashauri vipi hao wasanii ambao wanatoa muziki? Maana kuna wengine wanatoa muziki ya kisasa, yani wanaenda na majira yanapobadilika, lakini kuna wengine wanazidi mpaka asilimia kubwa huwa wanafungiwa kwa sababu ya kutoa muziki isiyokuwa na maadili. Wao unawashauri nini hasa watu hapo kwenye tasnia ya muziki? Hapo sasa kama shabiki, yani toa maoni yako kama shabiki. Kama shabiki, unajua hata kutoa maoni mengine anaweza kasikilizika, mengine asisikilizike, ila okay, maoni yangu mimi kinachofaa kufanyika kifanyike. Haina haja kumpangia mtu tu, kama anaweza kuachia nyimbo mpaka wenyewe anaruhusu ya chess kwamba umeshaisikiliza. Kwa kama anaweza kufanya hivyo poa, ila kama wenyewe watu wazima wenyewe wanaona kama vipi muziki unavyoenda, wabadilike wenyewe tu bwana. Wabadilike. Live. Basi sawa, shukrani rafiki yangu. Nashukuru kwa kushiriki na mimi kwa ajili ya kunipa mimi majibu ambayo nilikuwa nahitaji. Nimepata nusu ya kile ambacho nilichokuwa nakihitaji. Shukrani sana. Basi pamoja mama. Siku nyingine nashukuru sana. Basi shukrani ndugu yangu. Pamoja. Connection TV, the house of details and fact news.